Maisha yameanza kurejea kwa maana ya shughuli za kiuchumi na za kijamii katika mitaa yetu, lakini hayajarejea katika kawaida kwa familia nyingi ambazo zimepoteza wapendwa wao katika uchaguzi mkuu uliopita Oktoba 29. Ninaungana na kanisa Roman Catholic kuhakikisha kwamba tunalia na wanaulia, tunasema na wanaosema, tunahuzunika na wanahuzunika. Kitu kikubwa ambacho tumejifunza sana katika hamasisiko yote yaliyotokea, Tanzania itajengwa na Watanzania, haitajengwa na Wachina, haitajengwa na Waarabu, haitajengwa na Wazungu. Itajengwa na watu wenye dhamiri ya kuijenga Tanzania. Itajengwa na Watanzania walio tayari kufa kwa ajili ya Tanzania, walio tayari kufa kwa ajili ya utu wa Watanzania. Tanzania haitalindwa na vyombo vya dola. Tanzania italindwa na Watanzania. Vyombo vya dola vilishindwa kuwalinda Watanzania, vilishindwa kulinda maelfu ya Tanzania, na hata mipaka yetu vimeshindwa kulinda hata mipaka yetu. Tanzania italindwa na Watanzania. Vyombo vya dola vina jukumu tu la kusimamia. Tumewapa dhamana ya kulinda mipaka yetu, kulinda mali zetu, lakini sisi wa Tanzania ndio tunapaswa kulinda Tanzania. Huu ni ujumbe ambao wote waliopoteza maisha tukiwa tunaendelea kukumbuka tunapaswa kufahamu. Wametuachia ujumbe wa kuilinda Tanzania, kuhakikisha kwamba hatumwachii mtu yoyote, hatukiachii chombo chochote. Jukumu la Tanzania ni la Watanzania. Tunapaswa kusimama kwa ajili ya Tanzania. Oktoba 29 itakuwa siku ya kuenziwa milele na milele kwa Watanzania, na natumai wajukuu zetu wataisoma Oktoba 29 tofauti na sisi ambao tunaisoma sasa. Wajukuu zetu wataitambua Oktoba 29 kama benchmark, kuhakikisha kwamba yasije kutokea yaliyotokea, na kuhakikisha kwamba yale yaliyosababisha Oktoba 29 hayapewi nafasi tena. Ninaungana na kanisa Roman Catholic. Mungu awaponye wote ambao wamepata majeraha. Mungu awatie nguvu. Mungu awafariji wote ambao wanahitaji faraja. Mungu aiponye Tanzania. Mungu ibariki Tanzania.